Baada ya kujifungua, unapopata dalili hizi kwako wewe mwanamke, zisikupe shaka. Kuna baadhi ya mabadiliko mbalimbali ambayo unaweza ukakumbana nayo kwako wewe mwanamke baada ya kujifungua, hali ambayo yanaweza yakawa nakupa wasiwasi sana. Kwa unapopata dalili hizi, wala zisikupe shaka. Jambo la kwanza ni uke kutoa sauti, au kwa lugha nyingine wanapenda kusema uke kujamba. Hii hali inaweza ikakukuta mwanamke kwa sababu ya kulegea kwa kuta na misuli ya uke pale ambapo aidha ulikuwa ukipushi mtoto, hali ambayo inaweza kasababisha mwanamke kupata dalili ya namna hii. Na sio tu pale ambapo unaposhiriki tendo la ndoa. Kuna yule mwingine ambaye inamfika stage hata akiwa anainama inaweza akakumbana na hiyo hali. Kwa hiyo wala usipate shaka kwenye kipindi cha awali kutoka pale ulipojifungua. Lakini jambo la pili ni kutoa harufu au kutoa majimaji au tunaita uchafu. Mwingine unaweza ukawa unaenda wenye asili hata kama vile ya usaha. Hili ni jambo la kawaida kwako mwanamke kulikuta hasa kwenye wiki za mwanzo, kwa sababu ya uke kuwa unajisafisha wenyewe automatic kutokana na mfumo wa miezi kadhaa uliokuwa nayo kwenye kubeba ujauzito. Lakini jambo lingine ni kupata damu zisizo na mwisho au kupata damu kupita kiasi ukeni. Hii huwa inatokea pale mwanamke unapojifungua, especially hata unaweza ukawa unapata damu kila siku katika wiki kadhaa za mwanzo. Hii huwa ni hali ya kawaida kwa sababu ya uke kuanza kujitengeneza, lakini pia mayai kuanza kurudi kwenye hali yake, hali ambayo inaweza kukupelekea kuanza kupata hizi dalili. Lakini kuna ile changamoto ya kupata maumivu sana ya nyonga. Hii inaweza ikakutokea kwako mwanamke kwa sababu unapokuwa umebeba mimba, kuna baadhi ya virutubisho kwa mfano madini ya calcium hupungua. Kwa hiyo sasa inaweza ikakupelekea kupata haya maumivu sana ya nyonga. Lakini kuna yule mwingine anapata maumivu sana wakati wa tendo la ndoa. Hii ni hali ya kawaida ambayo inaweza ikakukuta kwako wewe ambaye umetoka kujifungua kwenye hichi kipindi cha karibuni. Kwa hivyo kama mwanamke unapata baadhi ya mabadiliko, hizi nimezitaja tu baadhi, kuna mabadiliko mengine ambayo unaweza kukumbana nayo. Kwa hiyo kama unapata mabadiliko haya kwenye wiki kadhaa, usijali. Japokuwa ukiwa unaona hizi dalili zinaendelea kwa muda mrefu sana na zimekaa kwa muda mrefu, hebu jaribu kuonana na daktari, kwa sababu inaweza ikawa ni kiashiria cha kwamba kwenye mfumo wako wa uzazi kuna jambo haliko sawa, hali ambayo inaweza ikakuathiri zaidi hata huko mbeleni.